wamezoea kupenda. Wameacha hiyo kutii. Uanze kutii na uzoee na ikuingie. Mama yangu ameniuliza swali zito na support. Wengi mmependa, si ndio? Ndio maana uzito imeingia kwa ndoa mingi. Sababu gani? Kila mtu amechoka. Sababu gani? We ladies tuko na roho ndogo. Na kwa nini tuko na roho ndogo? Ndio maana tukapewa kutii. Na hii kutii itatusaidia kulea mandoa zetu. Ambapo wazazi wa kitambo wangeishi kwa kuvumilia, hawana chakula, watapika tu uji, watateseka na wako tu pale pale na ule mwanaume. Waacha hivyo, wanaenda wanaletewa mwingine anaongezewa, bado wako tu pale. Lakini siku hizi noma kali vizito haiwezekani. Sababu gani haiwezekani? Hakuna mtu anataka kuambiwa. Na hakuna yeyote atataka kusikiza. Lakini pia inaweza kuwa biblical. Sababu gani? Enzi za mwisho kizazi akisikii, akitii, akikubali na akitaki kuambiwa. Na ndio maana inafaa watu wafundishe watu ukweli. Ukweli ni mwanamke usiweke maadili ya kupenda. Weka tu akili ya kutii. Kutii ni kumaanisha chochote chenye ule mwanaume atakwambia utafuata. Au utashinda umebishana. Hiyo ndio kwa submissive. Kutii, mwanamke wa kutii. Only that. Mama tuseme mama unaitwaje mama Emmanuel. Mama Emmanuel. Sasa huyo ni baba Emmanuel anakuongelesha. Leo nataka tuende Githurai 45 nikufanyie shopping. Sawa baba, nimesikia. Tuende. Sarai na kina Ibrahimu wa kitambo walikuwa na inama. Sababu gani? Walikuwa wanasikiza. Ibrahimu angeambia Sarai fanya hivi mke wangu, angesikiza. Na anamwambia aje nimesikia. Hata wakati Sarai alimwambia simtaki huyu mke ambaye uko na yeye. Sababu gani? Atitu. Enda usikize chenye amesema. Amesema aje? Toa venye amesema amtaki. Ni hivyo. Wakati unakuwa submissive, wakati unarudi chini, unanyenyekea. There are some things ukiongea hata kwa bwana yako atasikiza. Lakini ukimea kiburi yake ongea wewe umeongea, mnajibishana, mnatoshana. Hapo ndio shida inaanza kutokea kwa nyumba. Sababu gani? Mzee anajua wewe umemdharau. Na wewe unajua mzee amekudharau. Vitu hivi sasa haviwezi work. Lazima mmoja akwe chini na mwingine akwe juu. Ndio iwork, ndio isimame. Baba anaongea mwache tu aongea kimaliza. Vile nimwambia hapa mtu anaweza ongea kwa nyumba, ongea kimaliza. Mwambie asante kwa hiyo maneno, hiyo shughuli tumemaliza. Nashukuru Mungu kwa hiyo. Hiyo sio tumefunga hiyo. Anashinda sasa huyu mtu asante aje. Usichukue yale makali yenye ameongelea kufanyia kazi. Na kwa sababu gani ubebe yale makali? Sababu unachukua hatua ya kupenda. Love. Of which we should love one another. Lakini ikifika kwa wanandoa, mpenda ni mtu mmoja ambaye is a man. Only man. But a woman hajaumbiwa kupenda. Weti. Amekwambia tunahamia dono. Sawa baba. Leta pesa gari tuende. Tunaenda. Amekwambia leo nataka uende nyumbani ukae wiki mbili. Sawa, nimesikia wiki mbili. Peke yake haitapita hivi, sawa. Haya unipe fare kurudi. Sitaki niende nikae huko ipite wiki mbili. Nimesikia. Lakini ukifuata saizi kanuni ama nchi ya Kenya ama wanawake karibu hatutii na hatufuatilii. Ndio maana men wakadharau wanawake. Unaona sasa hawa sababu gani? Kile kitu mliumbiwa ilikuwa ya kutii. Sio kujibishana na kupenda pia nyinyi. Ndio maana inaleta problem. Ndio maana kuna jua ishuke, ikose mvua inyeshe, isinyeshe, ndio vita zinatokea ndoa. Kila siku unaunda ndoa, kesho nyingine unaunda. Mwanamke amekuwa mkali, mwanaume amekuwa mkali. Nani anasikiza mwingine? Na kwa hiyo nyumba lazima mmoja ashuke chini. Kila mwanaume anashuka chini kwa magoti anasema eti nisamee. Babe unajua hakuna nani anashuka. Inaanza aje? Wenyewe walipewa roho kama za mawe, si eti kama walipewa roho ngumu. Hata ukirudi kwa kanisa, rudi tu kwa church. Hebu angalia mahali kwa kanisa. Most churches nani wanaangukanga? Waacha saa hii wanaume wanagonga mateke hivi. Mtu lakini si rahisi. Of which nani mwanaume gani utamwekea mkono aanguke? Lakini mwanaume ukiweka hata si hujaweka mkono kwa wanawake, kwa mabesheni, kwa viti, wanaanguka tu wenyewe. Sababu gani? Viumbe vidhaifu. Ndio maana hawakuwekewa mandate ya kupenda. Waliwekewa mandate ya kutii. Just being submissive. Wewe sikiza. Chenye mwanaume amesema sikiza peke yake. Huyu kama tuseme vianda naenda kiburi ya kupenda. Mimi nimekufa tu na mic. Mimi utakufa sana. Sababu gani?
Wakati unaweka ile kiburi, unaona ile ego yenye mwanaume ako nayo, sababu umeambiwa kupenda. Sasa wewe ukiweka ile kupenda, uigo pia wewe ndio hii amenifanyia hivi. Atajua mimi ni nani. Sasa ile pressure inakuwa penye ndaanzia na penye ushapanga line up. Penye utaanzia na penye utamalizia. Maneno unakuja nayo. Kama tuseme umeshika simu ukapata ndani na message. Mwanamke wa hekima na maarifa atashika ile simu na anachunguza na anaacha ni kama hajaona kitu. Na anatulia. Na anaanza kufanya uchunguzi pole pole. Uchunguzi sasa. Wewe tu kiwewe unaanza kufanya uchunguzi na hiyo uchunguzi unafanya ukiomba hekima ya kuhandle. Si tunaenda tuna mdomo unararuka maneno unararuka ufika. Ndio utaambia huyu mwanaume enda nje. Enda nje sababu gani hajapata pesa hapa. Anajua kuna mahali nilienda nikapata pesa. But ukiwa na hekima, uko na akili na maarifa, utafanya utafiti, utapata ukweli na unafunga hizo line. Utateseka kwa hizi nyumba. Utaona ni moto unabeba unaenda kwenu unarudi. Nini inakurudisha pale? Sababu wewe na huyu mmeombewa kwa pamoja. Ni ile tu lack of teachings. Tufanye aje? Tungangane aje? Mimi lazima mtu mmoja kwa nyumba akwe mkali mwingine mpole. Ama mkiwa wote si rahisi upate wapole wawili. Na si rahisi upate wa mdomo na mdomo. Sasa submissive is what Michael ama sawa. Sasa tuseme sasa mimi nimeshapenda, nimekuwa na hiyo, tuseme hiyo ego imemea ndani yangu. How can I remove it? By removing it ni kuanza kusikiza chenye bwana atakwambia. Mzuri mbaya. Once unameza yote. Ukubali yote. Na chenye wanataka tu ni kusitii. Hawataki kitu kingine. Ameongea mbaya sawa baba, so umesema sawa. Yani at a time you are like stupid, but wewe si mjinga. What you are looking for is peace. Wachana na peace. Kuna kitu kwa unatafuta kwa hiyo. Unatafuta maisha baadaye itakuwaje? Sababu gani? Hii uigo lama hii kiburi tumeenda naye sana. Ni nini tumepata? Kama si ulcers, ugonjwa zingine hata hazina majina. If I'm not sure. Sasa submissive is what Michael ama sawa. Sasa tuseme sasa mimi nimeshapenda, nimekuwa na hiyo, tuseme hiyo ego imemea ndani yangu. How can I remove it? By removing it ni kuanza kusikiza chenye bwana atakwambia. Mzuri mbaya. Once unameza yote. Ukubali yote. Na chenye wanataka tu ni kusitii. Hawataki kitu kingine. Ameongea mbaya sawa baba, so umesema sawa. Yani at a time you are like stupid, but wewe si mjinga. What you are looking for is peace. Wachana na peace. Kuna kitu kwa unatafuta kwa hiyo. Unatafuta maisha baadaye itakuwaje? Sababu gani? Hii uigo lama hii kiburi tumeenda naye sana. Ni nini tumepata? Kama si ulcers, ugonjwa zingine hata hazina majina. If I'm not sure.